kitabu cha Ufunuo 3 mstari wake ni wa 7. Neno la Bwana linasema hivi: kwa malaika wa kanisa la Filadelfia andika hivi, mimi niliye mtakatifu na wa kweli, ambaye nina ule ufunguo wa Daudi, na ambaye hufungua na hakuna awezaye kufunga, hufunga na hakuna awezaye kufungua, na yajua mambo yako yote. Sasa nimefungua mbele yako mlango ambao hakuna mtu awezaye kufunga. Najua kwamba ingawa huna nguvu sana, hata hivyo umelitii neno langu, wala hukulikana jina langu. Jana mstari wa 11 anasema hivi: naja kwako upesi, shikilia kwa nguvu ulicho nacho sasa, ili usije ukanyang'anywa na mtu yeyote taji yako. Neno hili ambalo tumesoma kitabu cha Ufunuo, ni mtu ambaye anaitwa Yohana ndiye aliandika neno hili. Na Yohana kuandika neno hili hakuliandika tu kwa njia ya kawaida, aliandika akiwa amefunuliwa na Mungu. Na wakati huu neno linasema ya kwamba walipojaribu kumuua Yohana, wakaona jamaa hakufi, walimshika wakampeleka kwenye kisiwa cha Patmo. Na mahali pale neno la Bwana linasema ya kwamba walikuwa wanampeleka mahali pale ili asipate kuhubiri Injili, lakini akiwa mahali pale Mungu akamfungua macho ya kiroho. Neno la Bwana linasema ya kwamba wakamfanya kipofu ili asihubiri Injili, wakampeleka kwa kile kisiwa ili asihubiri Injili. Lakini neno la Bwana linaniambia kwamba akiwa mahali pale kwenye kisiwa cha Patmo, Roho wa Bwana akamshukia na akamfungua macho ya kiroho. Nikwambie mpendo ya kwamba wanadamu wanaweza wakakufunga macho. Macho ya kimwili yanaweza kosa kuona, lakini kuna macho nzuri ambayo ni macho ya kiroho. Hayo macho ndiyo Yohana alifunguliwa, na neno la Bwana linasema ya kwamba akafunguliwa yale macho ya kiroho. Na alipofunguliwa yale macho ya kiroho, Mungu alimwonyesha mambo mengi ya ndani sana na ya siri sana, mambo hata ujumbe kwa makanisa ya duniani. Neno la Bwana linasema ya kwamba wanafunzi wa Yesu ni wengi waliuawa kwa njia za kutatanisha, wengine walisurubishwa, wengine walipigwa mawe kama kina Stefano. Lakini neno linaniambia kwamba huyu jamaa ama huyu mwanafunzi ambaye anaitwa Yohana ndiye ambaye mwanafunzi wa Yesu aliyekuwa nampenda sana. Na kwa hivyo nikiangalia naona ya kwamba ndiyo manake Yesu mwenyewe ama Mungu mwenyewe akampatia privilege akufe kifo cha kawaida. Manake walijaribu hata kumchemsha kwa nyungu ili afe, lakini jamaa hakufa. Na walipoona hajakufa, wakamsafirisha hadi kwenye kisiwa cha Patmo, mahali ambapo palikuwa panakani kama jela. Akafungwa mahali pale, lakini Mungu, neno la Bwana linasema ya kwamba Mungu akamfunua macho na akawa anampatia ujumbe kwa makanisa, akawa anampatia ujumbe, akamwambia Yohana, ule mlango ambao nimefungua hakuna binadamu ambaye anaweza ufunga, nao ule mlango ambao nimefunga hakuna binadamu ambaye anaweza ufungua. Kumaanisha ya kwamba kuna mlango ambao Mungu anafungua ndani ya maisha yako. Kuna mlango ambao Mungu anataka afungue kwa maisha yako. Pengine haujakuwa ukipita ama ukipita kwenye breakthrough za maisha yako, lakini kuanzia siku ya leo Mungu ananiambia kwamba kuna mlango ambao anakuja kufungua ndani ya maisha yako. Kuna mlango ambao anakuja kufungua wa biashara. Kuna mlango ambao Mungu anakuja kufungulia wa kwenda ng'ambo. Kuna mlango ambao Mungu anakuja kufungulia wa kuolewa, wa kupata ndoa. Kuna mlango ambao Mungu anakuja kufungulia wa kufanya biashara hata nje za nchi. Kuna milango mizuri sana ambao Mungu anafungulia watu wake. Kile ambacho unafaa kuwa nacho ni usikate tamaa. Yaweza ikawa umetaabika miaka mingi, yaweza ikawa umetaabika siku nyingi, yaweza ikawa umechekwa, yaweza ikawa umenenwa, lakini neno la Bwana linaniambia kwamba hicho kilikuwa tu ni kipindi. Sasa kuna chapter mpya ambao Mungu anataka kuanzisha na wewe, na hii chapter mpya ambao Mungu anataka kuanzisha na wewe ni kwamba kuna mlango ambao anafungua mbele ya maisha yako.
hautang'ang'ana tena, hautalia tena, hautachekwa tena, manake kunao mlango ambao Mungu anafungua ndani ya maisha yako. Nasema ya kwamba huu mlango ambao unafungua, hakuna binadamu ambaye anaweza ufunga. Hakuna mganga ambaye atafunga huo mlango. Hakuna mchawi ambaye anaweza funga huo mlango. Majirani ambao wanakusengenya usiku na mchana hawataweza kufunga huo mlango. Marafiki ambao wanajifanya marafiki lakini maadui hawataweza kufunga huo mlango. Wale ambao wanajifanya ya kwamba mko pamoja lakini hamko pamoja, kazi yao ni kukufungia milango. Neno la Bwana linasema ya kwamba hata na wao hawataweza kufunga mlango, manake kuna ule mlango ambao Mungu anafungua ndani ya maisha yako. Mimi sijui ni mlango gani unataka Mungu akufungulie. Kile ambacho unataka Mungu akufungulie ni wewe ukinene, ni wewe useme, mwambie Bwana, ninataka unifungulie huu mlango. Naye anasema ya kwamba nikiufungua, hakuna binadamu ambaye awezaye kuufunga huo mlango. Ule mlango ambao nitafunga, hakuna binadamu ambaye anaweza kuufungua. Kuna milango bado Mungu anafungua na mingine Mungu anafunga bado. Kuna ule ambao anafunga, yaweza ikawa ni mlango wa magonjwa, leo unafungwa. Yaweza ikawa ni mlango wa madeni, leo unafungwa. Yaweza ikawa ni mlango wa taraka, leo unafungwa. Yaweza ikawa ni mlango wa rejection, leo Mungu anaufunga. Na anasema ya kwamba akifunga, hakuna binadamu ambaye anaweza ufungua. Huo mlango wa magonjwa, huo mlango wa rejection, huo mlango wa frustration, huo mlango wa setback, huo mlango wa vita kwenye anga yako, Mungu anasema ya kwamba ninaufunga. Magonjwa hayo Mungu anafunga huo mlango wa magonjwa. Vita hizo kwenye hiyo kazi, Mungu anafunga malango hayo. Na anasema akifunga, hakuna binadamu ambaye awezaye kufungua, kwa kuwa mlango huo ambao umekuwa ukikutia uchungu, kwa kuwa mlango huo umekuwa ukikutia maumivu, naye Mungu anasema leo ninaufunga, na nikiufunga hakuna binadamu awezaye kuufungua. Kwa hivyo shikilia imani yako. Wewe ambaye umeokoka, usirudi nyuma. Wewe ambaye unampenda Mungu, usirudi nyuma. Wewe ambaye unatenda mema, usirudi nyuma. Shikilia kile ambacho uko nacho, kile ambacho Mungu amekupatia, ile amani uko nayo. Huyo Mungu ambaye unatumikia, mtumikie kwa haki, mtumikie kwa kweli. Shikilia imani yako, shika vizuri taji yako, usije ukanyang'anywa na muovu. Na ukifanya hivyo, Mungu wa mbinguni atakuwa na wewe na atakufungia malango ya uovu na atafungua malango ya wema, kwa kuwa umeshikilia imani yako kuanzia mwanzo hadi mwisho. Ubarikiwe. Mungu akutende mema.